Alright. Alright, kama kawa kama dawa tumeingia tena. Na tumerudi fresh kabisa. Kabisa vile na kwanga. Tulikuwa na ka break kidogo lakini tuko sawa sasa. Wanasemanga Friday vibe is back right now. Back, yeah, guys. You just like, subscribe and share. Kama kawaida, si ndio? Yeah. Lakini saa hizi bana luku imeweza wallahi. Yeah, unajua hawa mama wa town. Siri ni mama jo. Nataka kurudi, umerudi soko? Hakuna siri ni mama. Ama nataka siri ni mama, unacheza forex? Hii ya Kenyan Prince. Mama, yani cash. Umewekwa? Yeah. Si mbaya kuwekwa. Umesema itao. Ukiwekwa na mama za unakwanga tu fiti tu like hauko fiti. Hata watu wao wanafikirianga ulipatanga job nyingine fresh. Yeah, lakini unajipa job ina pay vizuri lakini wewe umewekwa. Si ndio? Nasha kusema hivyo bana. Unajua mama na hizi suti za Githurai. Suti za Kikomba wallahi. Inaweza. Suti za Kikomba unaingia hapo unapata suti bei rahisi. So, kuna day bana nilikuwa na rada ni gani? Kuna day nilikuwa naenda town. Nilikuwa na 25 kwa simu. Sasa kidogo si Donda akasema ati kuna pay bill. Na nilikuwa pochi. Sasa ameka namba na haina jina yani. Hata ukilipa in case upate namba iko kwa pochi, hiyo pesa imeenda hivyo. Wewe hujui na jina ni gani. Nilipa na M-Pesa. Kwa gari sasa unalipa. Kwa gari nilikuwa 25 na ile pesa ya kwenda town peke yake. So ukilipa wewe hujui ati ni gani. Jina gani tarudi yani narudi kama tu namba tu hivi alafu unaonyeshana. Sasa ni message. So mimi nikalipa. Nika relax. Sema shalipa. Na kanda yangu ilikuwa na deni. So sasa jamaa kukuja nikamfanyia simu hivi saa akaona kadhani ameo. Alafu ananiangalia akisema buda nini mbaya? Ati imeenda wrong number nini? Si umeweka hapo pochi na mjeka jina sama kosa ni yangu. Na wewe ndio ushatuma. Imeenda. Na nilikwambia unajua kama ni watu wa Super Metro utafanyiwa vile alifanyia wengine. Bwana sawa Ibrahim. Unajua vile alifanyia mwingine. Ilikuwa Embasava. Lakini Embasava. Sasa ulisucceed ukafika tao. So mimi niambia si yangu. Mimi umeweka namba na mjeka jina. Sasa unajua makosa ni yangu. Najua kuna jojo nyingine manzetu tulikuwa tunafanya lakini nilikuwa najua ni risky. Of which taki mwingine pia jaribu. Kuna jojo nyingine hizi pia tunapanda hata tukiwa mabozi watatu tu hivi, si ndio? Tunafaa tutoke mtaa tufike tao. Sasa unajua kutoka mtaa hadi tao sisi huko ni mali tulikuwa tunaishi ilikuwa 30 bob, ilikuwa side za umoja huko. Huko moja inako. Sasa unajua tulikuwa tunaenda 30 bob. Sasa unapata tuko na 30 bob lakini tuko watatu na tunataka tuende tao. Sasa tunapanda gari moja na huyu jamaa sasa mimi ndio nalipa. Sasa vile mimi nalipa si unasikia sawa majamaa wawili wamenisave M-Pesa. Sasa mimi nikishalipa message inarudi M-Pesa. Alafu na forward hiyo message. Sasa kazi ina jamaa anakuja. Unakuja. Bro. Wapi message? Wapi message? Iko best. Sasa nafikianga tunafika tao lakini ile iko tu ni kurisk. Don't try at home. Don't try. Inakuwa noma lakini hizi manganya wa kwangi like saa zingine ukipata mwenye ako strict like ana check, anaangalia vizuri, ni kweli ni yangu ama ako na kasi mwingine yake pia na confirm imeingia kweli. Hapo nayo utasweat kwa hiyo gari my friend. Hadi utaona moto. Alafu kuna hii tulikuwa na moro zetu wengine hapo. So mimi nikamwambia moro wangu mimi siwezi fanya kitu kama hii. Hadi mtu akwambia utembee kutoka maybe kitu kama Syokimau mpaka town. Ati yeye alijua alitembea sijui. Nitamwambia mimi test hiyo distance refu azin. Unatoka Syokimau town? Sasa mimi ananiambia ati bro kuja teseka sana zinashangaa. Niteseka juu aliteseka ama nini? Bro, lakini hiyo kitu nisha experience. Unajua sasa kuna wasee siji kuteseka pia kuna kushindana. Wanataka ushindane eti man mimi nimeteseka huja experience life. Unashangaa. Sasa unashindana juu ya kuteseka. How? Unashangaa unafaa ushindane na msee eti man sasa hii nimebaika kitu hivi niko na kama maendeleo hivi wewe hujafikia hapo. Lakini trust the process utapata yako. Sasa unashindana na msee eti bana
Man, mimi nimelala njaa. Ai man, wewe hujalala njaa wallahi. Wewe hujalala njaa. Morio. Hujafanya hii, hujafanya hii. Wewe Morio hujakunywa uji. Mimi nilikuwa nakunywa uji na haina sukari. Kunywa uji bila sukari. Hiyo si shauri yako hiyo sasa. Si lazima tushindane kwa umaskini. Umaskini yangu ilikuwa imezidi yako. Mabazu alikuwa anasema unakaka kwa base unashindana na mzee. Lakini si ushindana na mzee bana, umenywa TX. Jamaa pia alingangana hiyo kama ati bro, wewe sijui ya kula si nini. Wewe kula peke yako, hiyo shauri yako, maisha yako. Mzikwe hivyo. By the way, unajua au mafans walikuwa wanasema ayo man, hao Friday vibe ni kai imeenda ama ilikuwa tu issue kidogo, lakini sasa tuko sawa. Hii kitu inarudi tu, alafu tunataka kuimodify tujue ni kitu gani mnataka, si ndio? Tuwaletee in the process. Si ndio? But ndio tunaanza. Usiseme ati nio. Start the process. Hii pia gava ya Kenya. By this time maisha yanaelekea wapi unajua? Sasa ukicheki tu mtandaoni ni story tu na imagine huyu jamaa alikuwa anauza mask. Basi kara wale wakuja na mshika kichwa nini na vurana kidogo kaka pa hiyo ni nini sasa? Sometimes my friend inakuwa very very painful. Sasa hii kitu inafanya unajua sasa Kenya. My friend, kama hiyo imeenda utakuta na something like that imeonyeshwa kwa television ya national. Polisi bwana ana mbele jamaa unataka kuniambia huyu polisi alikuwa professional ama alikuwa unprofessional? Juu hakuna vile unaweza matumiki unajua kiona training wanajua control situation. Kama huyu amekuwa attack bila weapon huwezi respond na kabisa. Hata kama amekosa kuna pingo weka yeye ndani. My friend, jamaa hakuwa na chochote kwa mkono, ilikuwa tu jamaa anauza mask na jako ya blue ametuka hivyo. Sasa vile alikuwa anasukumwa hivi, jamaa anasukumwa, unasukumwa na makara wawili. Hadi unashangaa hujafanya makosa. Ndio. Sasa jamaa ana shoot. Alafu sijui nani alikuwa anasema ni rubber bullet. Rubber bullet zinaweza pasua kichwa macho hivi. Jamaa sasa hizi yako kwa critical condition inasemekana hivyo. So guys, just let's pray for that guy. I don't know, anaitwa sijui yeah. And this guy, my friend, Ojwang, that death of Ojwang is very so painful, but pia babake pia sijui anapewa 2 milioni hivi mara hiyo pande wa gava. Don't try. Unasikianga ukijaribu nyongolo utapigwa nyongolo man. Ni sawa sijaguza. Lakini pande wa gava unajua ukijaribu hivi utakujiwa. Sasa usifanyie hivyo. Sasa seti gava ni babaya, bagava pia ni wazuri. Huwezi jua hiyo story ilianzia wapi ikaishaje. Juu bado inafanywa investigations ndio. Bado iko kwenye process. Seti magava pia ni watu sijudge. Yeah. So this just like that. Ni tu hatutaki kuingilia mambo mingi ya politics. Ndio. Yeah. Anyway, sasa labda iko aje sasa mtaa yako vile uliamka unajua sasa hizi mtaa iko tu sawa. Mtaa iko bie. Na bado uliamua hakuna kushukwana. Hapo nayo hapana. Hakuna. Hivi. Na hii dada imekuwa ni 2040. Mimi hapo naye ni Mungu tu. Na bado nataka ujibuild yourself. Ndio wale nataka ni kuna wale wanasema mimi before nioe wacha mimi nyumba yangu ijae mimi sitaki ati bibi yangu atakuja tena anakaa kwa mkeka. Ninunue kasofa set hiyo ya 3 seater sijui na matoto wake hivyo yote. Ndio. Wakuni kwenda TV sijui chess ngapi nini. Ndio ni uko na somewhere to start si ati marriage is really unaanzia chini. Wewe kama una shauri yako. Tunaanzia kama mattress kidogo na sika stove nini. No, si lazima mtu aanzie hapo. Mtu kuna mwenyenaza anunue mattress nini kitanda, sofa, TV, ndaanza maisha. Wote wanaishi. Sasa maisha si lazima aanze chini. Kila mtu anataka tu ati bila alianza sasa kila mtu aanze. Haiwezekani. Like alafu vile mtu anajudge vile msichana spend dough man. How comes jamaa unapatanga yani hajakusaidia kupata hiyo dodo yako, si ndio? Sasa nakuona unapiga sheria anasema huyu jamaa ni kama anaharibu pesa. Huyu jamaa huyu anaharibu pesa. Mimi ningekuwa na hii pesa my friend, mimi ningeput in investment nyingine deadly. Sasa ndio unashindwa. Kuna misemo inasemekananga wenye wako nao ndio wanaongezwa. Na sasa wewe mwenye hauna ukiona msichana spend vibaya alafu unaanza kujudge eti huyu jamaa ana spend vibaya.
Jamaa ana spend vibaya na jamaa na ride. Unapata mtu jamaa anakunywa pombe lakini ana ride, si ndio? Sasa nakwambia ati yeye angebuy Range Rover Sport, sije angebuy Mitsubishi RVR. Mbona? Na ana hiyo pesa mbona? Mbona? Kwani pesa ilikuwa yako? Pesa ni yake. Decision ya nani? Ungeenda na ndege, ungeenda na Mombasa na gari siji. Mbona? Anaweza ungeenda na ndege. Angesave hiyo pesa. Hiyo pesa amespend kupanda ndege siji kufika Mombasa na kurudi. Sio pesa angesave na kitu kingine. Mbona save na kunayo? Na ni pesa ya mzee. Ni pesa yake. Mzee usitaji mseti ndo yake. Ati jamaa anakunywa sana na juu ya hii job alipata, lakini angekuwa na save sasa angekuwa mbali. Angekuwa mbali aje na ni maisha yake. Usiwache jamaa spend maisha yake vile anataka. Kwako akuli kwako. Anyway, that's bad idea, lakini kila mtu unajua anaongea mdomo ulishapewa, so just talk what you want. Ndio. Alafu mambo ya control watu kwa TikTok ati watu wameweka comment section. Unapata mtu na troll ati sijui unakaa aje na ukiweka account yake mtu akona followers kama 20. Sema changamoto kama wewe unajibizana na wewe. Wewe mambo ukitakanga matusi wewe. Ukitakanga matusi ingilia sasa conversation, ujaribu kutype kitu ina go against what people are saying. Yani kitu watu space in Kenya is just very weird. Wow. Unajaribu create content yako na ukiamini itasukuma itaenda. Kesho ukiweka kuna msema mahali simu alifa mdogo sijui yeye kazi yake ni kukuja na kuamka na kuweka tu. Ati sijui nini. Bro mngejaribu kitu kingine apart from that. Bro mngejaribu kitu kingine hapo, sioni mkielekea mahali. Kuna simu. Bro sioni future, sioni mwangaza. Mngejaribu kitu kingine. Bro producer anakukula. Hiyo wisi wimbo. Wewe acha mzee. Hii maisha after all. How comes? Kuna kiasi nini kifo? Kuna kitu kingine. Sasa wewe. Sasa my guy. Wewe hauna talent ya usanii. Jamaa amejaribu akaenda studio akatoa wimbo yake. Alafu ndio unaanza kutype hapo na mkono yako ya right na left. Eti Joe, producer amekula do yako. Joe. Just because you are wasting money. Umeenda. So I'm wasting money. Is it your money? So it's my money. Let me just waste. Yeah. Because at all nikimaliza hauna nipea yako ama utanisaidia? Hauwezi msaidia. This life bana. Wacha msee afanye kitu na mbamba. This is just online space. Online space. Kitu jamaa anafanya haiko affect. Hata unaweza record ukienda wapi, ukienda choo nini. Ni maisha yake. Just so your work is just to watch, just to view, just give the guy likes. Hata kwa mtandao kuna you can pass, yani before hata si lazima ucomment na like, si lazima. You can just pass kama sio pia umekubaliwa kupass. You can ama simu yako kama hizi pass. Umekubaliwa kufanya, si lazima uandike hiyo some disguising message, yani kuna vile my friend ukijaribu ku fight with these people huwezi fight, hao watu wako wengi. Sasa mimi leo naweza kupenda, kesho nini by the way ni gori, lazima kama ile ya Stupid Boy na Obina. Na nikuulize sasa, Stupid Boy alitolewa, Obina yani alimchukua tu akampeleka Rehab, kutoka kwa Rehab jamaa akamdisappoint like that. Obina amejitolea lakini Obina you are a man. Then kijana Stupid Boy what nini shida? Sasa nikuulize nashangaa mtu ametoka Rehab sasa sijui mara Obina sijui ana bibi. What are those? Ametoka Rehab kwanza kwa interview ile Obina show live, mbona alienda hiyo akilialia hapo sijui nini atakatumsiana. But mimi nasemanga Stupid Boy first of all Obina ni mwenye ako na heart fit, by the way heart fit ya kusaidia. Unajua Obina ame raise wase wengi sana. Obina ame raise demo Facebook, ame raise hiyo team yote yako nayo na Baba County nini, hiyo team yote yako nayo, yani yeye tu ndio ina watch. So this guy is the guy that really like he wanted to help people, but sasa wenye anakutana nao ndio wale wenye haweleweki. Tuseme ni wabaya lakini haweleweki. Sasa first of all Stupid Boy naye hapo hakufikiria mara mbili. You Stupid Boy from the name Stupid, I don't know if that name is kama ni from the name, I don't, because this guy
vile alikuwa rehab alikuwa tu fiti. Alikuwa fiti. My friend aliniingiza box nikaanza kuwatch TV Boy, hiyo story yake vile ako rehab. Inanipea motisha. Inafanya hadi mimi feel fiti. Sasa hiki kimenona. Jamaa anakaa ameokoka nini, ako rehab anafanya vizuri. Akienda kufanyiwa interview jamaa anaongea fiti, positive vibe. Yaani hakuwa anaongea vitu mbaya. Sasa mimi nimeacha pombe wallahi, mimi nataka kureform. Nataka tu kureform. Sasa jamaa katoka after 3 months. Akaambiwa, unajua jamaa alikuwa anataka tu atoke rehab hivi apate job. Sasa hiyo ndio kenye ileta shida. Atoke rehab apate job. Asikue like idling. Because alisemanga after kuachana Obina alikuwa anasema tu idle minds, that's devil's deep place. Yeah, but hii maisha Obina anamwambia ati pesa iko lakini step by step. Sasa Obina kumtoa hapo, si jamaa aliambiwa hata aishi na Munez. Ndio alikuwa anakaa na Munez wana akijifunza some production ya music, video, audio na video. So jamaa hataki step by step, anataka atoke hapo ashoot video nini, aingie kwa busy. Angeenda mbali lakini sasa vile bado Binana ni mtu wako focus. So jamaa kutoka hapo tena akajoin tena Gota City size tena ni nini. Sasa jamaa anajaribu kusema sijui wacha muziki, size na focus, nataka kufanya kupiga content creation. Lakini nimesikia release rap nyingine hapa juu inajita sijui reform, I don't know, but the song just is ilitoka jana. Ndio tu hapo. But then muangalie video ya hiyo ngoma imetoka jana. Jana ilikuwa Thursday. But ile match ni special sana kama I don't expect that. Anyway, Stupid Boy hujacheza kiwewe vile tulikufikiria. Unajua sisi ni mafans wako, but mimi nakufuatilianga sana. From the songs yenye ulifanya from Jibag na Jag ukafanya siji gani. Mimi nimekuwa nikifuatilia. Amechoma. Mimi nakufuatilia lakini si disappoint like that. So just cool down. Rudi kwa Obina aomba msamaha. Aombe msamaha. Obina ameamua Stupid Boy bana. Jamaa ameniangusha vibaya sana. Sikufikiria anaweza fanya kitu hiyo. So anyway, it's your life, but try to look at that. Yeah. Maneno ni mingi lakini masaa ndio machache. Machache man. Industry imekuwa na industry kuna mchezo sana. Kuna vituko. Hata huyu anasaidia huyu lakini nini unaonanga noma wewe kabisa. So our people, this is the first episode after tumekimia sana. So due to some technical error bana, time management. My friend tuka lose some of our items when ilikuwa nafanya nayo ilikuwa imeharibika. Tuliibiwa microphones and whatever. So wanted to come back and come back strong. Come back strong. So just we are back. We are back. So our videos will be now uploaded in another channel called Tez Montana TV. Tez Montana TV. Soon to upload another direction, but hiyo ndio platform tutakuwa tukiupload. Alafu make sure una follow Tez Montana Comedy. TikTok ni Tez Montana pia. Alafu YouTube yako pia utakuwa unafanya maneno. Just Brand Victor TV hivyo tu. Brand Victor TV. Sasa tutafanya maneno. Ndio tumeanza tusiweke vitu mingi saa hizi. TikTok Brand Victor, Instagram Brand Victor, Twitter, Facebook. Simple. Brand Victor. The guy with the red jersey. Arsenal team. Ndio. Hiyo ndio team. Just the stats, yani tumekimia sana, tumeamua turudi kidogo, then nijaribu tu kuna huko. Kidogo. Inakwanga hivyo, normally like hivyo tu. So wacha tuachilie hapo. Ndio. Anyway, for today. Peace.